kuna kitu nakipenda, vile vile hata mimi kuna kitu nakipenda. Vipi kama tukiungana mimi na wewe kupambania kombe ili kila mmoja anufaike? Unamaanisha nini? Sijakuelewa bado. I know Cassandra, unampenda Sate, vile vile mimi nampenda Pamela. Kwa hiyo tukiungana tukawa kitu kimoja, tunavuruga pale. Wewe utabaki na Sate, afu mimi nitabaki na Pamela. Unaonaje hiyo plan? Wow. Misifa, katika siku zote ulizowahi kuongea, basi leo umeongea point. Haya, tunaanzia wapi? Relax. Mimi nitakiria kila kitu. Kati hali kwa plan. Sawa, ila kuwa makini unachokifanya, tusije kulaumiana baadaye. Wewe niamini mimi na mimi nikuamini wewe. Afadhali takutumia location wapi pa kukutana ili tuanze plan yetu. Okay. Good day. Bye. Bye. Wow. Wewe nani wewe? Shu wewe usalimie au umeona hapa kuna katuni hapo natupitiliza? Salimia bwana. Who are you by the way? Wewe salimia bwana. It is up to you. Hai. Aka kanajifanya kanakijua Kiingereza, kamekuja hapa kana siku 3 tu. Wewe sikia mwanamke. Wewe unakijua Kimombo, malizana naye. Mbona mchache kwako huyu? Wewe salimia bwana. Wewe salimia afu jikatae. What do you want? Au basi bwana wewe ondoka bwana. Ndio tumesalimiwa au? Wewe unajua Kimombo na nidozaje mimi? Wapi babu? Kashanchanganya, ila kuna siku moja haka nitakuja nikabane. Mimi mwenyewe najua Kiingereza sio siri. Achana naye. Kwani Kiingereza kitu gani? Hamjambo jamani. Huyu mnayemwona mbele yenu hapa ni mwanafunzi mpya, amekuja kujiunga, hivyo naomba mpe ushirikiano. Majina yake atajitambulisha mwenyewe. Kwa majina yangu naitwa James Petro. Nimetokea Bariadi. Nimekuja kujiunga kwenye hiki chuo cha uchumba. Sasa mnacheka nini?
Mwacheni ajitambulishe amalize. Endelea. Ila Ngosha kutoka Bariadi. Na ng'ombe umemwachia nani? Umlio bado hujaoa. Ina maana umekuja kutafuta mchumba? Kimya nyie. Naombeni muendelee na kazi yenu niliyowapa. Na atakayeacha kufanya atanitambua mimi nani. Nenda kakae huko. Ngosha, unashangaza ngani na hata kuchomekea au kuchomekea? Hebu nenda kakae bwana. Ukezi. Ila chuo cha uchumba kina mambo. Tate, kwa nini umenikasirikia? Misifa wala sio mtu wangu, na ile ilikuwa ni michezo tu. Najua Misifa sio mtu wako, ila sasa hivi siko sawa, naomba uniache. Lakini kama nimekukosea, naomba unisamehe. Mwenzio najisikia vibaya. Pamela, nimeshakwambia kwa sasa hivi sina kitu chochote cha kuzungumza nawe kwa muda huu. Siko sawa, ila nikiwa sawa nakutafuta. Tate. cha uchumba kina bala nyingi, vijana kwa wazee hujifunza na kujua namna ya uchumba mpaka ndoa. Chuo cha uchumba kina bala nyingi, vijana kwa wazee hujifunza na kujua namna ya uchumba mpaka ndoa. Mambo poa. We mgeni? Naona kama kuna kitu natafuta. Natafuta ofisi za walimu. Sawa, nifuate. Pamela, ni mara ngapi nikwambia kwamba nakupenda na hutaki kunielewa? Au unapenda mimi nilie kila siku kwa ajili yako? Naomba unisikilize Pamela. Hiyo nafasi ni yangu mimi, na hakuna mtu mwingine atakayechukua hiyo nafasi, na hakuna mtu yoyote yule atakayechukua hiyo nafasi. Misifa, nikwambie mara ngapi sikupendi? Kuna mtu naye mpenda na sio wewe. Hivyo basi, kaa mbali na maisha yangu. Unajua wanawake wanasababishaga watu tuwe na roho mbaya, na kwa sasa hivi inabidi tuwe na roho mbaya. Hata nisamehe. Unaitwa nani?
Naitwa Bianca. Bianca nani? Bianca Juma. Natumaini utaratibu wa kichuo unaofahamu, si ndio? Hapana. Usijali. Mimi nilijua baada ya kuona matangazo umeshafuatilia kila kitu, lakini usijali. Utaratibu wa chuo chetu uko hivi: malipo ya ada na kila kitu unaenda kulipia benki. Sawa? Nitakuandikia namba, baada ya kutoka utaenda kulipia. Kingine cha msingi zaidi ni kufuata masharti ya kichuo na utaratibu wake. Sawa? Heshima na nidhamu ni kitu cha msingi sana kwenye chuo chetu. Sawa? Sawa, karibu. Nadhani wakati unaingia umeona darasa pale nje, umeona. Ukitoka mlango wa kwanza, wa pili, wa tatu utaingia hicho chumba wenzio wako. Mlango wa pili, wa kwanza, yaani wa kwanza unavuka, wa pili, wa tatu. Sawa sana. Karibu sana Bianca. Asante. Leo nitaenda kufundisha ile topiki yetu pendwa ya self confidence, kujiamini mwenyewe. Kwa ulimwengu wetu wa sasa tulionao, vijana wengi, mabinti wengi wameshindwa kujiamini mbele za watu au mtu anayempenda, na hiyo yote ni kutokana na kutokujiamini. Ndiyo maana wazee wa vijijini, kijana akishafikia umri wa kuoa au binti kuolewa, anatafutiwa mchumba wa kumuoa, haijalishi anampenda au hampendi. Unajikuta kijana umeingia kwenye ndoa pasipo kutarajia, na hapo matatizo yanapoanzia. Tunaelewana? Ndio. Hii ni topiki nzuri sana, inatakiwa muifuatilie. Notisi zote nitawawekea kwenye grupu, jitahidini kuzifuatilia, maana ndo imebeba kichwa chote cha maana ya neno uchumba. Sijui mnanielewa? Ndio. Ili upate mke aliye bora. Mimi niishie hapo. Tumeelewana jamani? Ndio. Madam. Samahani madam. Unajua kuna kitu nilikuwa nataka nikwambie. Kiukweli. Kiukweli nini? Zungumza. Samahani. Wewe lamkisi. Shika na hii. Wewe. Kuna mchumba? Hapana, ndio nipo kwenye hiki chuo kujifunza namna gani nitapata mchumba aliye sahihi kwangu. Selini, unakosaje mchumba kwenye kichuo ingali sisi ndo magentlemen? Au sio mwana? Ndio hakika, mbona kitu kipo wazi, hamna hata haja. Wewe mzee. Jo bwana. Jo. Mzee analinga.
We mzee, we mbona usalimie? Afu we mzee, sasa hivi litakiwa uwe huko kwenu Bariadi unalea wijukuu. We kwenye kichwa umefuata nini? Au na ulitaka sasa uje usomee uchumba upate mchumba? Wasikia mwanangu, hawa ndo wale wazee wanaoharibu mtaani kwao, wanakimbilia sehemu kama hii. Sema kwamba umekuja kujifunza eti kwenye chuo cha uchumba, huo ni uongo. Kwa sababu mwili wenyewe umeenda huko. Kwenye chuo cha uchumba natafuta nini? Sikilizeni vijana, sije mkamsalimia mtu msiyemjua. Hivyo basi, naomba mfuate kitu ambacho kimewaleta hapa chuo. Sikilizeni, mimi naona hamna cha maana hapa. Naona mnabwabwaja tu. Alafu kumbukeni tuna kazi ya madam. Mimi naomba niondoke nikafanye homework. Selini, vipi kuhusu mchumba? Ameenda. Opolambo iko,